Mambo vipi? Poa. Ni nzuri na hukumu hapa, siziku nayo. Ulikuwa umetutumia SMS ukapenda ukasema ungependa kuzungumza. Mwanzo kwema Jambo lako ni gani mami? Karibu sana ndani ya siziku nao hii leo. Nikuwa Kuna rafiki yangu fulani tulikuwa tumeleka naye mahali moja. Alafu mwisho nikaambiwa mama yake huwa anaua watoto. Mother-in-law wake. Mlikuwa mmeoleka kwa familia moja, mlikuwa mmeoleka na marafiki, mlikuwa mmeoleka mahali pamoja kivipi? Mashemeji, tuseme bwana yake na bwana yangu walikuwa brothers wa nyumba nyingine. Walikuwa kama cousin walikuwa kama cousin. Na lakini huyu mchana alikuwa rafiki yako? Alikuwa rafiki yangu, lakini pia tulikuwa tunatoka sehemu moja. Sasa hata walipatana na huyu mtu kwangu. Alikuwa amenitembelea na ule pia alikuwa amenitembelea. Yes. Wakapendana hivyo. So katika ile nyumba rafiki yako ameolewa, mother-in-law alikuwa anaua watoto? Mother-in-law alikuwa anaua watoto. Hiyo ni mother-in-law wangu ameniambia baadaye. Ilikuwa imehappen, unajua baba huyu msichana aliaga. Sasa venye nimemwambia mother-in-law, unajua rafiki yangu mwenyewe ananitembelea, baba yake ameaga, kitayarishi tutaenda mazishi. Akaniuliza na mbona simuonangi, nikamwambia alikuwa amejifungua na mtoto wake akaaga. Akaniambia alioleka wapi? Sikuwa nimemwambia venye ameoleka na kazini wetu, walikuwa anaishi mbali. Nikamwambia, akaniambia na unajua huyo mama anamalizanga watoto. Sasa na wamaliza watoto kivipi? Ndio hivyo sasa aliniambia walikuja kurealize kama nasikia huyo mama alikuwa anazaanga watoto wake wakikufa. Huyo mother-in-law. Sasa sijui akaendanga wapi, akaambiwa lazima amalizange za watu ndio asai wake wasikuwa wakikufa. So anawamalizaji? Anawamaliza kivipi? Labda alienda ushirikina, alienda kwa mganga, labda mganga akamshauri, akampa nguvu za giza kwamba ili wewe uzae na wako asife ni kwamba sasa lazima uwamalize wa wenzako. Hata sijui sasa kama ni nini, lakini aliniambia tu kuna wakati wangekuwa na hii family catering, juu wao wanaishi mbali, walikuwa wanaambiwa wakuje huko, hiyo ya ingine waende huko, watoto wanakufa. Unapata mtoto mdogo piloted, akikula hata nyama kidogo inamnyonga, anakufa. So si eti watoto wanakufa wakiwa wachanga, wanakufa hata wakiwa wakubwa. Wakiwa wachanga, wakiwa wakubwa, juu hata wawi wake. Unajua huyu msichana alifika mimba kama kwa university anamalizia. Sasa kuna brother huyo jamaa alikuanga lawyer. Sasa huyu lawyer alikuwa ameoa na akakaa na bibi yake town. Sasa walikuwa na mtoto mmoja. Wakabishana, huyu lawyer akasema wacha nipeleke mtoto nyumbani, awachane na story ya huyu mwanamke wake. Mwenyewe alipeleka mtoto kwa huyu mwanamke. Huyo mwanamke alikufa. Huyo mtoto alikufa. Huyo mtoto alikufa. Sasa huyu bado ni mjukuu wa huyu mama. Ni mjukuu wa huyu mama. Sasa ulikuwa unasema kwamba aliambiwa ndio watoto wake wasife, auwe wa wengine. Sasa si alishaua na akazaa? Alizaa, ndio sasa watoto wake ndio ameoa. Sasa mbona anaendelea kuua wajukuu? Sasa niliuliza hivyo, nikaambiwa ati hizo vitu hazijamtoka, bado zinamsumbua, anafaa kuwe ameua. So ni kama anaendelea kutoa watoto kafara. So anafaa kuua wangapi? Hata sijui, lakini sasa inafaa tu mtoto mmoja amekufa. Na mami nikuulize, rafiki yako bado ameolewa katika hii boma? Hapo sasa ndio niko. Unaona sasa rafiki yangu ilifika wamekosana na huyu mtu ya vitu zao zingine. Alafu akatoka. Shida ni amekaa akurudi huko. Alitaka arudi, lakini mwisho akapata mtu ameoleka. Alioleka 2024. Shida sasa ni hiyo asai sasa sai na msumbua hawezi fika mimba. Huko penye ameolewa sasa hapati ujauzito. Na ni rafiki yangu na anani console venye anafanya hiyo progress, anatafuta mtoto. Na mimi ninajua, lakini sitaki kumwambia. Wewe unajua nini? Unajua nini inamfanya rafiki yako asipate ujauzito?
nilisikia sasa venye alitoka hiyo nyumba. Yeah. Nikasikia ni kama huyo mama aliambia kijana yake asiwahi mfuate. Asiwahi mfuata huyu msichana. Sasa ni kama anajua, huyu mama ni kama anajua sasa ni useless, hakuna kitu ataenda kufaulu huko kwenye alienda. So ni kama huyu mama amemfunga huyu msichana rafiki yako asizae. Kitu kama hiyo. So kuna rafiki yangu mzuri nimuuliza shida iko wapi, ananiambia hata ajui shida iko wapi. Na mami, labda ni kwa sababu ni rafiki yako, umemuuliza kama yeye na mume wake labda wameenda hospitalini wakaangaliwa, labda kama mmoja wao kuna shida. Linaweza kuwa kwamba yeye yuko sana, mume wake huu wa pili labda ndiye ana shida. Wana shida, wameenda hospitali. Na umeshaifikiria kumwambia kile ambacho unajua kwamba mother-in-law wake ni mla watoto? Maana hiyo ni kukula watoto. Nimefikiria for the last 2 weeks, hadi nimepigia marafiki wangu nimewauliza. Wao wananiambia hapana, usiwaambie saa hizi zenye wako desperate, unaongezea mawazo mengine. So umekuja leo ndani ya Siziku nayo ndo tukwambie kama useme au usiseme. Na una uhakika kabisa kwamba yule mother-in-law wa kwanza ndo labda amemfunga? Nafikiria hivyo. Na maombi, amejaribu maombi? Bado hiyo si mtu wa kuombaomba. Itabidi aanze kuenda maombi. Itabidi aanze maombi sasa, maana kumeharibika. So ndani ya Siziku na unauliza kwamba umwambie ukweli ama usimwambie? Alright. Endelea kutegea. Nimwambie itakuwa kitu kingine, itakuwa shida. Alright, endelea kutegea Siziku na mami. Okay. Swali anauliza ni je, amwambie rafiki yake kwamba kuna madai, maana ni madai. Madai, yes. Kwamba mother-in-law wake amehusika katika kifo cha mwanawe na katika yeye kukosa kupata ujauzito. Actually the former mother-in-law. Former mother-in-law. Bila shaka. Yes. Ama akanyagie. Unamshauri vipi huyu dada yetu? Zungumza nasi 0719 012700 na utuambie pia. Ushawaisikia kitu kama hiki kwenye milaya kwenu? Is it kwamba inaweza fanyika? Is it a real thing? Is it possible? Ama ni rumors? Ama ni stories za jaba? 0719012700. Tunapokea simu yako. Radio Maisha. Hello? Hello? Tunapokea simu yako. Hello Radio Maisha? Hello Radio Maisha. Yes. Mambo vipi? Mambo fresh kabisa, ni fresh mambo huyu. Bana, karibu sana, tupe mambo fresh mambo. Wacha nimwambie huyo dada yangu. Acha aambie tu sister, acha aambie tu best yake ukweli. Afunguke aseme ukweli. Ngani ndiye ameenda. Uende karibu mahusiano, lakini sasa afanyeje? Radio Maisha, hello? Tunapokea simu yako. Hello? Hello Radio Maisha. Yes, mambo vipi? Mimi naweza shauri huyo labda ni mambo na uchawi. Umesema ni ushirikina? Hiyo ni ushirikina, sababu kitu kama hii inakuanga ya majini. Ushasikia kitu kama hicho? Kitu kama hii ningeiona. Umeiona? Ningeiona. Na kuna uwezekano kwamba kwa kweli huyu mama anafanya watoto wanakufa? Wanakufa, kitu yenye inafaa washike maombi. Washikilie maombi, okay. Na amesema kwamba rafiki yake si muombaji. Radio Maisha, hello? Hello Radio Maisha? Hello? Yes, mambo vipi? Hiyo ni ushirikina, inatakana maombi. Huyu mother-in-law yake ya zamani. Hakuna ushirikina. Sasa hiyo takakana maombi. Inatakana. Swali ambalo anauliza ambalo watu hawajibu ni kwamba aseme asiseme. Grace, karibu sana. Asante mamangu. Umeshindaje? Hatuna neno sawa, mama. Mimi ni mwadhiriwa wa kitu kama hiyo. Kweli? Wala nikikwambia sistangu wewe utashangaa. Hebu tuambie. Hebu tuambie mami. Wewe ni long story, nitaikata kidogo. Yes. Mimi ni mwadhiriwa. Nilikuwa napata wakiaga. You know what? Sasa ni vitu vingine zinauma zaidi. Hebu nikuulize mami. Samahani. Bado na huyu mother-in-law bado ni mother-in-law wako? Nilimuacha after 10 years now. Ulitoka kwenye hiyo ndoa? Nilitoka mamangu. Unajua siku moja alifukua mtoto akawa
Pole sana mami, pole sana mami, pole sana. Tulizika, kuamka asubuhi nikapata wamemtoa. Wanatoa nywele, wanatoa kucha. Wanatoa kucha? Inauma zaidi. Hai, pole mami. Na sasa uliingia kwenye ndoa nyingine? Hiyo ni kindoda. Uliingia kwenye ndoa nyingine labda? Hiyo ni siku nyingine. Ni siku nyingine. Tunakutakia kila laheri mami. Mwenyezi Mungu akulinde. Pole sana, pole sana. Naendelea kushikilia maombi mami, Oh my goodness. Wewe unaweza kuwa unasikia hili jambo unadhani kwamba ni jambo la mzaha, lakini kuna watu kule nje wanaumia. Radio Maisha, hello. Hello, Ngule. Yes. Mkoaje hapo? Hatujambo. Nani mwenzetu? Mimi naongea na Steven Omala kutoka kwa Kisumu Kondele. Karibu sana. Nimesikia tu juu lakini naweza mshauri huyo msichana. Asijaribu kusema kitu kama hiyo. Kitu anaweza fanya, achukue rafiki yake, amuoneshe njia ya maombi. Achukue rafiki yake amuelekeze kwa maombi. Juu akisema pia anaweza jiletea shida in case huyo madaila anaweza jua nia mzema. Okay. Hiyo nayo ndio unaambiwa zikwa nayo. Radio Maisha, hello. Hello, Nzula na Hukumu. Mambo vipi? Kwanza na Hukumu, nazungumza na William Waningila mwenyewe kutoka maeneo ya Liavo, Kitale. Karibu sana. Asante sana. So ningependa kuchangia pale kwa siku inayo. Naam. Ya ule mwanadada, ningependa tu achukue yule rafiki yake. Na muoneshe njia ya maombi. Najua hakuna jambo ambalo linashindikana kwa maombi. Hakuna jambo lilomshinda Mwenyezi Mungu. Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Hello. Yes, mambo vipi? Poa sana. Nani kutoka wapi? Hapo ni Radio Maisha. Nadhani kwamba yuko tayari kuzungumza. Wakati unapiga simu tafadhali. Tunapokea simu nyingine. Radio Maisha, hello. Radio Maisha. Karibu sana, nani mwenzetu? Ni Jason Niwasa kutoka Maohoni. Ushauri wako ni gani kwa huyu dada? Ningependa kushauri huyo mwanadada. Angependa aende tu ashauri tu rafiki yake. Alafu aende tu maombi, rafiki yake aende tu maombi, Mungu atamsaidia. Okay. Simu ya mwisho tukimalizia. Radio Maisha, hello. Radio Maisha. Yes, mambo vipi? Mambo poa. Nani kutoka wapi? Okay, ni Lucy from Laikipia. Tuambie. Na ameenda. Nadhani asilimia kubwa ya watu ambao tumezungumza nao wanasema kwamba asimwambie. Asimwambie. Yes. Na Gracie ambaye anasema yeye mwenyewe amepitia kitu kama hiki. Masuala ya uzazi ni very sensitive. Absolutely, true story. Hapa sasa this is called the dilemma. And you know Nzula, pia mtu atajiuliza kwamba what are friends for? Because kama unajua kabisa kwamba your good friend yuko mahali anapitia changamoto fulani na maybe uko na idea. You know the reason as to why. Or you have a rough idea. You have a rough idea. Then what are friends for? What are friends for? Maybe anaweza mwambia lakini amwambie kwa mafumbo. Ampige story amwambie kwamba nimewahi sikia somewhere kwamba kuna kina mama huwa wanafunga kwamba kuna boma fulani ukizaliwa ukiolewa unapoteza watoto, unaweza pata mother in law bla bla bla, ama kutoka kwenye hiyo boma unaona ni kama umefungwa kizazi. Yes, uelewa. Yani atumie tuambie tu kweli jamani. Kama wewe ni rafiki ya mtu na unajua shida anayopitia na you have a clue as to why, I mean why will you not tell them? But wisdom dictate kwamba unatafuta mbinu ambayo utakuwa unatumia kuambia, usiwe mgonganishi, usiwe direct. You understand? Usiseme direct. So dada yetu, sisi tunaweza sema hivi, mueleze rafiki yako lakini kwa mafumbo. Unaweza hata ukakuja na fake example. Utumie tu hii story umeambiwa katika hii location. Lakini location nyingine. Upeleke kwa location nyingine. Sema by the way kuna dem mmoja alikuwa ananiambia aliona moto huko. Waelewa? Mother-in-law wake alikuwa akipata watoto wanapotea. Watu wakawa wanasema ni mother-in-law wake. Yes. Na by the way akawa kama wewe tu. Akatoka kwa ndoa na alipoingia kwa ndoa nyingine akawa hapati watoto.
As in, I don't know what you can do, but the truth ni your friends need help. Jamani, sasa ndio faida ya kuwa na urafiki. Na pia unaweza enda naye kwa maombi, umvute kwa Mwenyezi Mungu. Yes, exactly. Kwa sababu hakuna kile ambacho kwa Mwenyezi Mungu hakiwezekani. Most definitely. Siku Inayo, Nzula Makosi na Wycliffe Okumu watakusaidia kufungua roho.